mbali hapa ilipatikana, na kwa zile pesa zenye tulikuwa tunakongoa kwa Kongomani, kuna wakati ilikuwa inafika tulisha pana pesa kwa walengwa, na mwingine anakuja anatoa baadaye zile pesa zote tulikuwa tuko tunazihifadhi. Nikiwaambia kwa hivi tulifikisha 1200 kilio cha mzee Mtafuni. Nawaza kulikuwa marejesho fulani kama ya pesa kadhaa walitupatia kwa kusema kuona gisi tulifanya ile kazi ya kuchangisha kwa mzee Lengwa, kwa pesa zilipatikana kule. Sijui na kilio kwa mzee Isaka tena, kama tena napata kilio leo kuna pesa zilipatikana. Jumla zile pesa zote zilifika 1200. Mwa zile pesa labda matumizi ilikuwa je? Matumizi ya zile pesa tulitoa 200 kwa kusaidia wamama wakati walifanya ile sikukuu yao. Sijui kama wanakumbuka, kama tuliwe kuwapatia 200. Tukasema tutoe kwa kusapoti wa mama zetu. Na mwa hizo pesa tukatoa ingine 200 kwa kulipa nafasi penye tupo. Mwa zile pesa tulitoa $30 ya kununua makae maregistre. Ni pesa zenu tu zile ziko. Na siku ya mama Aisha hapa kulikuwa malaki Fred Ve, wanaume wenyewe walikuwa hapa wakasema tunakauka, tutasema basi kama Wakongomani ngoja tutoe $50 tu wasaidie pale. Kwa hivi tuko na $720 ndio tuko nazo. Kwa hivi ni juu mlindazina kufika leo, labda yeye angezungumza vizuri kutokana na, lakini anajua mukesi leo kila Mkongomani anda anajua kama tuko na $720. Ni pesa zenyewe zilipatikana, ni zenu, haiko zetu sisi, ni zenu. Ni zenu, haziko zetu, mwa ile manjia fulani fulani ndio ziko. Tutaka muende kila leo, mnaenda mnajua kama hizo pesa ziko. Bon, pointi ya tatu ni divere tutafuta sasa tuzungumzie sasa masuala ya bilio, masuala mengine ya masherehe fulani zenye huu mwezi unapasha kufanyika. Unajua kama tuko Mama Teresa naye ni mshauri wetu, alipata kilio na kile kilio kinahitaji pesa 13,313.97 kwa leo, kutokana na cotisation zetu. Ukipiga mahesabu hata mwe peke paske vyote viko wazi, ukishuka na mwe mnaangalia tuko na tulifikisha mpaka sasa tuyajua nyuma ya hapa kama kuko wengine walishatoa, tunakamata tu kwa wale wenyewe walitoa mapema ni 5,313. Tukasema hivi bwana Pastor Emmanuel alikuwa na shida ya kusafiri kuenda kukilio cha mke wake, tukatoa ingine $500 mazidi zile pesa tukampatia ile Pastor Emmanuel porque angalie kisa atawai kama kuzika. Bahati mbaya alikuwa yakata ticket, lakini hizo pesa zilishatoka na tunabakia kama na 4,813. Kitu tunasisitiza wale wenyewe wajatoa waendelee na kutoa, tuangalie kama tutazika. Mkikamata sasa hii 4,813 mkipunguza kwa hizi pesa zenyewe walituambia za kuzika huko, nawaza hatujafanya chochote kile. Maana mpaka sasa tungaiki chini, hakuna kenye tulishafanya. Sasa ndio kwa hiyo pesa 4,000 kama mpesa nguvu ya familia kwanza Wakongomani ni si Wakongomani ndio pesa zenyewe tuko nazo hapa. Nawaza ye makamu
makamu anaweza ka explain kuhusu familia biliendeka aje. Hizi nataja tu hapa 4813 ndio pesa zetu sisi kwa huu muda tuko nazo. Nafikiri kuhusu swala la familia labda nisingelitaja kwa sababu tunaweza kuchangiza tupate final hii wiki ambayo inakuja, kwa sababu kama walivyosema pale wasema wapate nusu ili watoe mwili kutoka Colorado kuja hapa. So mwili pia utakuja hapa na ni next week, but mimi sitataja hicho kiwango cha familia. Nahitaji wanzo watu wachange wote tueleze kiwango fulani afu tupige todo tu ya kwetu. Juse leo unatafuta tueleze kiwango gani? Nusu. Nusu. Ndio tunafanyia mambo mbili. Wako ingine iko online kama ni kwa Facebook. Si ni ya familia bako nje nani? Ile ni familia. Nje ya Sisi tunasema sisi hapa. Kwa familia ama nyie kama mwingie ndani wa familia mchakachue hilo jambo. Bila mtu wako tunanyamaza. Na kama tunazungumuza, kama sisi tunazungumuza hivi tutazungumuza. Kama tunazungumuza hivi kama sisi tukinyaki na hiyo 4300 juu tukiangalia hapa ni hapa kwetu na wengi anaendelea na kutoa michango yake hapa hata kama haiko hapa. Ule mwenye aliyama iko hai. Ni hai, mwanamemba hai. Juko mwanamemba hai ni mwenye anatoa michango yake. Lakini hawezi kuja kusema juu iko kule hata iko hai. Eti na mimi nataka niwe basi nigombee nikue mwenyekiti nikue katibu juu yeye haiko kwanza hapa. Hata iko kule mbali niko hai. Kwa hiyo atasaidika kama vile ambaye mwenye iko tu hapa. Kuna swali ndio asidi hapo kwa muda. Kuna swali kuhusu ndio jamaa ambaye amefariki hapa Yuga so. Tunamsaidia kwa sababu yake ama ndio wake leo. Ilikuwa inakuwa hivi. Hivi hatuyafika hata huko. Swali. Bon. Hakukuwa hai. Sasa nitafuta tunaingia acha tu tu avance muda kuhusu alivyoongea pale babu ukwe. Kama kuna mtu anahitaji pesa anaenda kwa ofisi, anahitaji pesa hivi nisaidie. Mimi hapo naona kama vile hatujadefinire vizuri ile matumizi hiyo pesa yetu. Hatujadefinire itakuwa ni hivi. Mimi hapo nimesikia tu tumesema vilio harusi. Na harusi zenyewe zieleweki kama ni zile harusi za kwa Kibembe kuna zingine za alela ni harusi. Mimi namrendeza mwanamke naweka ndani ama nakuja kupewa wa mimba kwa Kibembe ninaweka. Hiyo ni harusi nyingine. Hiyo sijui kama naelewa iko ndani au vipi. Wataweka ngumu sheria kutakia baba. Hiyo ndio imekuja pale zile project ambazo zitafuata sasa baada hiyo ndio. Kwa hiyo tuseme yale mazunguni ya pesa kabisa apendefinire vizuri. Pale kwa definition nzuri pesa itakuwa nafanya hivi. Watamtunga baada. Hivi tukua sasa. Manake hapa unaona kuna kwanga hii ngaki ni kanuni, ni kanuni maana yake ni katiba. Kuna kwa sasa zile kanuni za ndani. Sasa zile kanuni za ndani sasa ndio watu wanakuwa wana specify kila kitu kote sasa. Kama ni pesa utakuja kusema nina shida ya kiwango fulani, kama utalipa na interest ya nani una sign makaratasi yenyewe itakupeleka hata court, una sign unanilipesha hivi watakuwa na kopa zenyewe zipo. tunachipia sisi. Napandisha kidole. Mnazomea bure. Hiyo point mnazomea bure kabisa. Chaque chose doit être écrite. Iko si papier. Kama ni mtunga hazina sasa ni mtu mwenyekiti anamfikia kufuatana na relation zao zenye biko nazo. Mfano mwenda na mie tuko marafiki. Mie na yeye tuko mtunga hazina na yeye ni mwenyekiti, ni mfano natoa. Au ule mwa vice president mie Mkibembe ndio babangu mko mwana pekee. Unaona unaona nijua. Mimi ndio mtunga hazina. Kiko na shida yenyewe mimi najua yake ya mfamie. Ananifikia yeye saa yeye anakuja kwa bufre yake.
Mkibebe niko chini yake na ananiexplique hiyo probleme na niko naiona hii probleme kwa kisa nyasa kweli tuko ndani mfamilia. Naweza kufanya hivyo anexperake baada ya wiki mbili bofu alipokea atanifanya. Sio unaona niko mwanadamu. Mimi nawaza Sasa maandishi ikuwe tunaangalia sasa tunarudia kule first pale mlisema tuongeze kwa kusema mwenyewe ana hujumu anafuatiliwa. Ndio ile neno mlisema mbele. Samahani mwenyekiti. Nataka nijibu hiyo sehemu hapo. Kwenye katiba inasema kwamba hela haitumiwi kwa matumizi binafsi. Imeandikwa hapa. Njoo ile mlituambia tuongeze kwa kusema. Si kama tulisema hivi. Benye mtatuambia tuongeze, tutaongeza. Yaani kitu cha neno kinakubali. Unaona? Atafuatiliwa. Sio mlisema neno mlisema. Tutafuatiliwa. Lakini imeandikwa hapa. Ipo kwenye nani katiba. Anapaswa kufuatiliwa. Nani? Tunapoteza muda wake. Hii swali yangu. Je, Mwanabemba hai ana haki ya kukopa pesa kwenye kesi? Anarudisha na banki la mbele. Kwa sababu ya hiyo mchango wa kila mwezi $20 na singo $10. Mazumuni ya hii kamati cha msingi kwanza unapenda kwa kamati hii isajiliwe kwa serikali. So hii kamati hii grupu yetu ikisajiliwa ni kila mwezi wanapata pesa kwa government. Deja mkisha sajili ina ni yenu komite yenu nani grupu yenu kwa serikali. Sasa kama atutie zile pesa kila mwezi $10 na $10. Sasa kule kwa percent wa kupeleka kule kwa serikali mwisho wa mwezi watatoka wapi? Dede na shirika kama haina nguvu za pesa, hiyo shirika inakufa. Leo hapa kuna emergency kilio cha mtu anakufa Afrika. Je, tuko mlongoni mtu anakufa Afrika? Na kama tuko na kesi, deje kesi yetu ndio kufanya kwa $10 jamaa tupatie pole. Na kama ni kilio cha hapa, njoo tuanze kukongoa. Kwa hiyo hapa kuna shirika nyingi hapa Twinforce, wakina mama haisajiliwi, ya vijana haisajiliwi, ya wabondo haisajiliwi. Na ndio maana naona hata wale viongozi wa kila zile pesa, ile shirika kwanza haijulikani kwa serikali au isajili. Kwa hiyo cha msingi tufanye hapa nguvu. Hii shirika yetu tuisajili kwa serikali, juu kwa serikali kuna mapasa tutakuta nipata. Ndio wazo yangu na pendekezo. Kuna mwingine hapa na kwa ni kuhusu watu wakifisha sehemu mbalimbali. Nilisikia watu wa Afrika na wa hapa. Lakini nadhani kuna utofauti kivyangu mimi, kuna utofauti wa mtu mkaaji wa Twinforce na mkaaji wa state nyingine. Kwa sababu sijui kama ni sheria ni ile moja, jumbi nafikiria mkaaji wa hapa Twinforce nguvu yake nzima mchango wote mzima ni kamati ni chama cha Twinforce. Lakini mwenye iko sehemu nyingine hata kama ndugu yake anaishi hapa, kuna uwezekano na ile sehemu nyingine ukapoa nyingine mchango. Maana hapo na nguvu za sehemu mbili, sikusikia kama mnakusia hiyo. Na ya pili ni kuhusu hii cotisation ile tunasema ya 20 na 10. Nani kama pendekezo ya kuangalia kama kuna vitu vingi vimejitokeza mwa hii mwaka na vyote tunashitahidi sana kutoa mchango. Na panabakia kama ni miezi 6 au mwaka uishe. Na mimi kwa maana pendekezo kweli hiyo ni pesa iko juu kidogo. Labda tuangalie kisa kuongelea kwa hii miezi 6 kisha baadaye mwakani au nyingine project ikitokea tutaangalia kisa kuweza kurekebisha kama tukiona kama iko. Manake wewe unasema hii miezi 6 tusiombe chochote. Ila tupunguze kwa kiwango cha 20. Manake tuingie ku 10. Manake tulombe 10. Kuekenze kama samani kidogo. Tusikie kwanza mzee pale naye. Ndio.
ndio tunamtamkia. Hatumuoni. Yeye tunapatia mwenye. Bwana hivi angekuwa anachagua au anaangalia vidole. Yeye kama hatuyampokea jua alisha kuko venye bayasema na ndio maana tunasema ule mzee aseme yeye tunamuona. Ndio. Nataka sema kwamba watu hawakusikia mzuri. Ndio. Watu wanasikia $20 na $10. Watu hawayatambua kama ni $10. Kwa maana mimi ni $10 na mke wako $10. Pembeni wangu ni $10. Ndio. Sasa mkaso ile kitu ya $20 mkamate $10 kwa kila mtu. Tuzungumzie kitu ya $10. Kila mtu ataangalia $10 inastahili ama $2 inastahili. Okay, mawazo mazuri. Kama naweza kuona kikundi kama hiki kiote kwa watu kama hawa. Kisha tunazungumzia $10 kusema inakuwa nyingi. Hatutaweza mbele. Wakati vitu vingine vitatokea tutashindwa. Ngoja tumsikilize. $10 ndio mwanzo ya kitu chochote. Asante sana. Sema sasa. Mengi ambayo ningeongea kwa kama umeshatanguliza. Na katika kuunda grupe, huu ni ujumla, ni jamii. Hatundi grupe ya manufaa ya kibinafsi la kama mfano grupe la vijana. Hii ni jamii ambayo tunayounda. Jamii ya Kikongomani. Inabidi kwanza watu waelewe katiba ambayo imekuja kutuletea mbele yetu. Nazungumza kitu gani? Kila mtu ni vizuri, pendekezo langu, kila mtu angechukua karatasi akapeleka pale akaisoma vizuri aielewe kwanza. Wakishaelewa wataelewa kila kitu ambacho kinazungumziwa mle ndani na mambo ambayo yanaenda kufanyika. Na kama kuna mambo ambayo tunaanza kuyazuia leo mwanzo ambao tutakubaliana nayo, huko ambapo tunaenda hatutafika. Ndio leo la Kiswahili linasema sikuwa tunasubiri washindwe, hawatoweza. Lakini tukiungana mkono na kulishikia ni jambo kama la kila Mkongomani, ili jambo litafika mbali na tutaweza na tutafanya mengi na tutafanya makubwa ambayo tulikuwa tutegemea kama tungeyafika hiyo. Nina mengi ya kuzungumza, lakini kikubwa kwanza watu waelewe kitu ambacho tumezungumziwa. Na wewe ndio unaomba neno? Ndio. Na mimi ninasemea kwa wapatiwa mama sasa. Kwa wanandoa $20, kwa masingo $10. Sidhani kama ni nyingi, ni kwangu naona iko sawa. Na kama tunalia kwamba tuko kwenye vikundi vingine, please mtu yuko kwa makundi mengine na please napata mchango mimi. Mimi furahisha leo kama niko kwa mama babo, niko kwa vijana, niko kwa Congolese, niko na kwingine kwa kanisa, please natoa kule pote na kule nako please nitafanya nini? Nitapata. Kwa hiyo mimi naona hiyo $20 kwa wanandoa ni sawa, ile $10 kwa mtu single ni sawa, maana please natoa makundi mengi please nitapata. Tusikilize mama Aisha nani. Hapo nimesikia, sitakumbuka kama ni kipengele gani kinasema, lakini nimesikia tumesema kwamba mtu ambaye aliwahi kuwa hapa tu akahama hawezi kupiga kura au hawezi kuchaguliwa. Je, atakuwa anachangia? Na akipata shida kule kwenye aliendaka atakuwa anasaidiwa? Maana tunasema kuna wale wanachama hai ni wale ambao wanahudhuria mikutano na wanachanga michango yao. Yule hatakuwa anahudhuria, maana tayari yuko mbali. Yeye kwa huku kwetu yeye atakuwa anafaidika nini? Au yeye tu ni mshauri tu au ni je? Tunakusikia. Sijui kama uko na la kuongeza juu tujibie moja kwa moja. Ndio, nitaanzia kwa Aisha na mimi nilitaka kuzungumza juu ya ile na ile issue. Mtu saa vile alikuwa anaishi hapa Twin Falls, anahama anaenda state, lakini bado ndugu yake akingali hapa. Saa vile shida ile tulipata ya kijana wetu alikuwa anaishi hapa, akaenda afia kule
lakini mzazi wake iko hapo. Je, ule mtu kama anaamua kwenda kule lakini mgrupe bado akingali, na tukishakuwa na mazungumzo fulani anazungumza, na kama anahitaji kutoa mchango fulani ataweza toa mchango fulani, eske huyo mtu atakuwa anahesabiliwa tu sawa nje au bado akingali ndani? Na ingine issue ni kuhusu pesa. Mimi kivyangu naona ndio kweli tutaweza ona ile pesa ni ya mingi, lakini hii mambo ya kungojea mpaka shida itokee alafu ndio tuanze kuzunguka kwa manyumba kuchanga pesa, sio vizuri jamani, sio vizuri. Inabidi tushanje kabisa, tushanje tu, manake usingoje mpaka shida itokee ndio anze kukimbia. Ukikimbilia kwa mtu na hana, ukishakuwa na ile chanzo kidogo ile inasaidia. Hata wale watu wenye wamewasaidia wanasema hawa watu ni kweli hawana, lakini bako na kamwanzo fulani. So kwangu mimi naona ile pesa tujikaze, na kama tuko na magrupe ya mingi, ile ni jukumu yako wewe. Kama unapenda kuwa magrupe mingi, na ndio hivyo ile ni msalaba ulijiweka wewe mwenyewe kichwa, na saa ya kukuchangia ile magrupe, saa utapata 500 kwa Kongomani, unapata 500 kwa Bondo, unapata 500 kwa Jene, ile itakuwa faida yako. Sawa, tunasikia isi nauliza watu kama nawaza ile nawaza sijui kama tunapasisha hiyo mawazo, mnasema kumwezi au tuangalie wengine watu wapige kura. Mmepita tunapasisha wengi kuchagua, wanasemanga wingi ndio wanaweka kama kiongozi na kuambia wangapi ambao wanapasisha. Sinjole tunatafuta tupasishe sasa. Tuokoe muda Moni. Tuokoe muda, tu pointi ziko mingi hapa. Sema. Kuhusiana na hiyo mchango, nafikiri hakuna shida sana. Shida iko hapa kwa kusaidia wandugu. Mtu amekuwa na ndugu Afrika. Ndugu mama, baba, shangazi au nani? Tulisema premier degré. Baba yako, mama yako, mtoto wako. Lakini ikikuwa ni kamba ya viazi, pale itabidi kamati iangalie kama iko na kilio, tunaweza kumsaidia hivi. Sinyo nakwambia kamba ya viazi. Hautakuwa tena na ile kiwango cha ile 500 tulikuwa tukisema, lakini tutaangalia kwa hali na mali ya kusema kama tulikusupport na wewe kwa ule msiba, kama uliweka kilio unasema kisi mimi na ule mtu tuko hivi. Okay. Kuna watu wamezaliwa lakini hawakomalishwa na wazazi. Walikomalishwa na bibi, shangazi na kadhalika. Na pointi nyingine kuhusiana na mambo ya msiba wa umma. Msiba wa umma mtakuwa mnasaidia kuzika kote au kuna kiasi fulani mtatoa? Hapana. Unajua kuko shida ya kuzika hapa. Na hakuna mwenye ana uwezo wa kusema kama ana pesa za kusema anaweza kazika hapa. Hapa ni kuchanga na kuangalia na uwezo wa familia, tunakusanya, tunaangalia kama tunaweza tukafanya kile kitendo. Kwa hiyo michango yote itakuwa inaonekana yote inatolewa kwa ule mtu. Hii michango sasa pale inakuwa sasa ni cotisation spéciale kwa kuzika mtu wetu mkongomani hapa Twin Falls. Tunafanya sasa cotisation spéciale tuone kama tunaweza tukamzika, tuambia na familia nayo inaleta kiwango chake, tunaangalia kama tutaweza. Okay. Inatokea kuna mtu yuko na insurance. Anazikwa na insurance. Sie kama Kongo tutamfanyia nini? Maana yake tunampatia ile 500 kwa msaa pale juu yeye alishapata. Kama mtamchangia. Hapana. Tuna kwanza. Yeye iko na life insurance. Iko ana uwezo wa kuzikwa. Sasa tunabeba hai. Tunabeba familia itapewa ile. Hapo
Kuna mtu unasema yuko mwanamemba hai, ndio ana hela zake, anajisika mwenyewe lakini atachangiwa. Okay. Hiyo ndio kwanza ya kusema kwamba makundi tofauti na zile pesa zinakuja zinaingia kwa Okay. Anatoa. Tu avance basi. Ni ya kuhusu mkaguzi. Mkaguzi. Nimesema kutakuwa wawili ambao watakuwa wanatoka huku wanaenda kukagua, wanakagua karatasi. Je, mkaguzi wenu ndiye atakuwa anakagua karatasi au wewe na keshi? Unajua mlinda hazina ndio anaweka hela. Mkaguzi wetu sisi naye anaweka makaratasi. Unaona? Sasa wale wakaguzi wanamemba hai ndio wakija sasa wanapasha waone, wamuulize mlinda hazina, tupe uhai wako ni ngapi? Mimi mu akaunti yetu ya wakongomani muko 1000. Mnaenda sasa kwa commissioner wetu, commissaire au compte wetu, mnamuuliza na yeye, tupe karatasi zako, ile mapiese comptable zenye yeye aliweka. Mnakagua, mnaangalia eske hivi venye viko hapa viko sawa sawa na venye mlinda hazina alisema. Kama mnaona piko mafuti, unajua hapa kuna tatizo fulani hapa. Shida ile iko ni kwamba nafikiri mkaguzi anatakiwa kukagua hela. Ili akiona hela haionekani, anatoa ripoti mapema na inafuatiliwa. Si njoo ile unaenda kwa mlinda hazina anakuambia mimi mu account pesa njoo hizi. Sasa kuonesha ye mlinda hazina ndio anaweka pesa. Anakuambia mie pesa ni hizi. Wewe kwa kutaka kujua kama njoo hizi ziko, unaenda sasa kwa nani? Kwa commissaire au compte unamwambia nipe madokima comptable zote zako. Ndio mna verify kisha mnaangalia kama zile pesa zenye ziko mu account na zenye ziko kwa makaratasi ziko na balance iko sawa. Unaona? Ndio kama kuna wakaguzi ambao watatoka huko wanaenda kukagua kwenye kamati. Na kwenye kamati tena kuna wakaguzi wengine. Kuna mkaguzi mmoja. Hapa ya kuwa shida, tatizo ni kujua kama gestion iko nzuri wala iko mbaya. Basi sio kusema paka uone pesa ufanye nini. Pesa kama zituko na account yetu, utaenda mbanki paka bazitoe uzisabie. Naongea juu ya mkaguzi wenu wa kamati. Sio huku makaratasi ni sawa kwetu. Lakini mkaguzi wenu ilikuwa angalia kila kitu kiko naenda mreke. Na yeye ndio kazi yake ile. Asifikiri miezi 6 ipite basi mimi kama makaratasi iko sawa mimi sikuangalia keshi. Nawaza mkaguzi wetu sisi yeye anapashwa kuwa mara nyingi sana anaenda kwa yakisha kupewa ile makaratasi. Labda mimi mwenyekiti niliambia mlinda hazina niko na shida ya dolari 1000 hapo nisaidie. Namwandikia. Ile si karatasi ile namwandikia. Sasa mkaguzi wetu anaenda kule. Sana pasha kumlomba. Tuone mwenyekiti ndio alilomba. Yes anarudia na ile karatasi. Ndio. Sinaonekana kama kule kunakuwa minus kule. Nani? Mimi karatasi iko pale ni nani mali alisaini ni mwenyekiti. Ataulizwa kwa nini? Zilifanya kazi gani? Eske ni kwa manufaa ya community au ni kwa manufaa yake binafsi? Nawaza hapa ni kujua tu mkese tuko na ngapi na madokima comptable nasema nini. Basi ile inaeleweka. Sasa mwenyekiti iko na ruhusa ya kwenda kwa mchunga hazina na kukamata hela bila kumwambia mtu mwingine wa kamati.